Wapenzi watazamaji, tena kwa mara nyingine, sasa hivi kuna taarifa ambazo zimeweza kutokea ambapo Mkenya mmoja anayeishi nchini Marekani, mtazamaji wangu, ameweza kuwarai ama kuirai serikali ya Marekani ikaweze kumkamata Rais William Samoei Ruto atakapoelekea nchini Marekani wakati wa AU Summit, na kuhakikisha kwamba amekamatwa na kupelekwa ICC. Mkenya huyo kwa jina Hillary Kennedy sasa hivi ameweza kuandika taarifa ama ameweza kumwandikia barua rais wa Marekani Donald Trump. Ameweza kuandika barua tena vile vile kwa SIA ya nchini Marekani. Ameweza kuandikia vile vile barua ya FBI. Hii ni barua ambayo FBI ni wanajeshi wa Marekani, na kuandika kwa International Criminal Court ICC. Ni barua ambazo zimeweza kutumwa kwa watu ama katika sehemu 4 tofauti, huku wakirai Rais William Samoei Ruto wa hapa nchini Kenya akaweze kukamatwa wakati atakapoelekea nchini Marekani na kushtakiwa kutokana na mauaji yale ambayo yanazidi kuendelea katika taifa la Kenya. Hebu tusikize taarifa hiyo kabla ya mwendelezo wa mazungumzo yetu ya siku ya leo, lakini nakuomba uchukue sekunde zako mbili ukalike, kucomment na kuweza kusubscribe, na hiyo ndio support ambayo utakuwa umenipa. Hebu tusikize matamshi ya Hillary Kennedy ambaye ni Mkenya anayeishi nchini Marekani, ambaye ameweza kuandikia barua ICC, Rais wa Marekani Donald Trump, FBI na International Criminal Court. Mimi naitwa Brian Kennedy na nimeandika barua kwenda kwa Donald Trump. Barua nyingine nimeandika kwenda kwa the CIA na barua nyingine nimeandika kwenda kwa FBI. Barua ya mwisho nimeandika kwenda ICC, ndio ICC watoe an arrest warrant to William Samoei Ruto, ndio akianguka America, akikanyaga America for the UNGA Summit, William Ruto anawekwa pingu apelekwe ICC na aka charged for crimes against humanity. William Ruto ana collaborate na Al-Shabaab. William Ruto ana collaborate na RSF. RSF inaua watoto pale Sudan. RSF ina smuggle gold kutoka Sudan, wanapitia Nairobi inaenda Dubai, na hiyo pesa inanunua mabunduki zinaenda kuua watoto Sudan. William Ruto alikuwa anatumia Al-Shabaab kuterrorize Uhuru Kenyatta wakati walikuwa uongozi. Alikuwa anataka kudestabilize serikali ya Uhuru, ndio Uhuru atoke power, William Ruto take power. That's why mliona kulikuwa na attack huko Garissa University, huko Westgate, Dusit 22. Ile ni mipango ya William Samoei Ruto. Kwa hivyo na kuabduct Gen Z na kuua wengine during the finance bill protests in 2024, William Samoei Ruto has committed crimes against humanity. Ikumbukwe William Ruto alikuwa ICC kitambo kwa vita ya 2007 post-election violence, ambapo aliua watu wengi kwa kanisa pale Kiambaa, akaua watu wengi kwa sababu ya kura. So William Ruto ni militia, William Ruto ni Al-Shabaab na ameiba pesa ya Kenya mingi. Those ones accrue to many crimes against humanity. We have to arrest William Samoei Ruto. Ruto aende afungwe ama anyongwe kama atapatikana na makosa makubwa. Asanteni sana. Hebu niseme hivi, mtazamaji wangu, kutokana na ripoti ambayo umeweza kuisikiza ama kanda ya video ambayo umeweza kuisikiza, ni matamshi ya Mkenya mmoja ambaye anaishi nchini Marekani, Hillary Kennedy, ambaye anatafutia riziki yake ama kuchumia katika nchi ya Marekani ili kujitafutia na kujitafutia riziki yake ya kawaida. Kumbuka, Rais wa sasa William Samoei Arap Ruto aliweza kuwa mteja mmoja katika mahakama ya ICC wakati ambapo mtazamaji wangu aliweza kushtakiwa na Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa na rais, na mwanahabari mmoja wa kituo kimoja cha redio hapa nchini Kenya, ambapo waliweza kushtakiwa kutokana na mauaji yaliyotokea katika vita vikali vya mwaka wa 2007, huku watu wengi waliweza kuuawa katika maeneo ya Kiambaa, eneo la Rift Valley, Central na maeneo mengi hapa nchini Kenya.
Zaidi ya yote, rais wa sasa William Ruto alikuwa mteja kuanzia mwaka wa 2010, mwaka wa 2011 na mwaka wa 2012, ambapo rais alionekana kushtakiwa na kesi yake iliweza kuweza kusikizwa katika mahakama hiyo kuu ya ICC. Jambo ambalo rais alitumia pesa nyingi sana na mambo mengi yaliweza kutumika, huku washahidi wengi ambao walikuwa wanaenda kurepresent na kupeana evidence ama ushahidi. Kumbuka, unapokamatwa lazima kuwe na evidence, yani ushahidi lazima uletwe kotini. Wale ambao waliweza kuleta na kushtaki rais, kuna Wakenya waliotoa evidence ambao walikuwa wanatarajiwa kufika katika mahakama hiyo ya ICC. Wakati huo Fatu Bensouda akiwa ndiye alikuwa anashughulikia kesi hiyo. Mtazamaji wangu, Wakenya wengi waliweza kuuawa, wengine walipatikana kwenye damu na mambo mengi yaliweza kutokea, lakini kisha baadaye Rais William Ruto alionekana kunusurika, yani aliweza kunusurika kukamatwa na ICC na kushtakiwa na kufungwa. Lakini sasa hivi kijana huyu by the name Hillary Kennedy ameweza kutangaza ya kwamba Rais William Samoei Ruto, iwapo umeweza kusikiza kanda hiyo ya video, amesema hivi: rais anashiriki katika uhalifu, yani anashiriki na kundi la Al-Shabaab ambalo linaendelea kutekeleza uhalifu katika mataifa mbalimbali duniani, na zaidi ya yote na kundi moja ambalo linafanya uhalifu la RCF ambalo pia ni la kuteka watu nyara na kuua watu la nchi ya Somalia. Hebu niseme hivi, matamshi kama haya, mtazamaji wangu, yaliweza kutolewa na Rigathi Gachagua akiwa nchini Marekani. Na sasa hivi iwapo nchi ya Marekani itaenda kuchukulia swala hili kwa umakini sana, huenda Rais William Samoei Ruto wa taifa hili la Kenya akajipata babaya, kwa sababu hadi sasa hivi barua yenyewe imeweza kutumwa hadi ICC, na vile vile Donald Trump ameweza kutumiwa barua hiyo, SIA imeweza kutumiwa barua hiyo, wanajeshi wa Marekani wa FBI wameweza kutumiwa barua hiyo, na sasa tunasubiri tuone ni kipi haswa kitaweza kutokea. Na zaidi ya yote, sasa hivi they are demanding the president to be arrested simply because ameshiriki katika mauaji ya vijana wa Gen Z, the abductions and killing in the Republic of Kenya. Na zaidi ya yote, on that letter ambayo iliweza kuandikwa na Hillary Kennedy, vile vile amedai ya kwamba Rais William Samoei Ruto anashirikiana kwa karibu sana na kundi la Al-Shabaab na vile vile kundi la RCF la nchi ya Somalia ambalo linafanya uhalifu na kuteka watu nyara. Na zaidi ya yote, kutokana na matamshi ya Hillary Kennedy, amesema rais aliweza kushiriki katika kupanga njama ya uharibifu wa mali na the attack of Westgate katika taifa la Kenya, ambapo mali ya Wakenya wengi yaliweza kuharibiwa, Wakenya wengi waliweza kufariki na mambo mengi yaliweza kutokea. Iwapo ulikuwa wakati huo, ni taarifa ambazo zilitrend zaidi katika mitandao ya kijamii katika eneo la Westgate, Nairobi. Je, ni kipi huenda kikatokea kabla na baada ya barua hii sasa hivi kutumwa kwa Donald Trump, rais wa Marekani, huku akiombwa rais wa Kenya William Ruto atakapofika nchini Marekani kwa AU Summit meeting aweze kukamatwa na SIA, FBI na International Criminal Court? Do you think they are going to take an immediate action to arrest this man? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching our videos, and remember to subscribe, and that is the only support that we are granting this platform. For more information and for more updates, na kuomba ukaweze kuchukua sekunde zako mbili ukalike, kucomment, kushare na ukaweza kusubscribe kwenye kidute ama kwenye alama nyekundu ile hapo chini, ndipo tunapokuletea taarifa kama hizi siku zote na kwa kwanza kuzipata na kuzipokea. Kwa sasa nakutakia kila laheri na tukutane tena kwenye mwendelezo wetu wa mazungumzo wa siku ya leo katika kipindi kijacho.